Hakuna ujumbe kutoka kwa Angel. Huyo si mwanafunzi wa kawaida, anajulikana sana hapa na wasichana wengi wanamfuata, lakini leo amekusimamishia muda wake. Acheni hizo. Mwanangu, umekusimika sana. Sio sana. Vipi kazi? Ngumu, lakini nimeipenda. Kwa mwanzo mpya, kwa ndoto mpya. Vipi shemu Angel au? Hapana, ni boss kazini. Bado unasubiri apige? Najua ana ratiba nyingi, si unajua masuala ya chuo, atanipigia. Angel, tumepata marafiki wapya, twende tukawajue. Sawa, twende. Leo uso wako unasema umechoka, lakini macho yako yanasema umepata tumaini. Nilidhani baada ya yote yaliyotokea nisingeweza kuanza tena, lakini leo nimegundua Mungu akifunga mlango mmoja huacha dirisha wazi. Dorian na Angel je? Najua bado ananipenda, ninachotakiwa kufanya ni kumpa muda. Muda ni dawa, lakini muda pia unaweza kubadilisha watu. Kama penzi ni la kweli, halibadilishwi na umbali. Sitakulazimisha kunitafuta, lakini nitabaki hapa mpaka utakaponikumbuka. Angel, wewe kila muda uko bize na vitabu, hata maisha ya chuo uyafurahi. Hapa sio form 6 tena, hapa ukikaa peke yako utachoka. Ninazoea taratibu. Asante sana. Karibu, unahitaji msaada? Pole, inaonekana assignment imeamua kutoroka. Asante sana. Mimi naitwa Ryan, second year. Mimi Angel, first year. Karibu chuo, ukipotea huku uliza. Huyo si mwanafunzi wa kawaida, anajulikana sana hapa na wasichana wengi wanamfuata, lakini leo amekusimamishia muda wake. Acheni hizo. Huyu kijana ana moyo wa kazi. Sio kila mfanyakazi anafanya zaidi ya alichoagizwa. Hakuna ujumbe kutoka kwa Angel. Hii assignment imenichosha. Mwalimu amesema kesho ndio mwisho wa kuwasilisha. Naweza kuwasaidia kama hamna shida. Una uhakika utachelewa na shughuli zako? Kumsaidia mtu si kupoteza muda, ni kuwekeza utu. Hebu tuangalie, kwanza tutafute formula hii hapa. Kumbe ilikuwa rahisi hivi. Si ngumu, ila ukiwa na mtu wa kukuelekeza. Yule kijana anaonekana makini sana. Na pia ana tabia nzuri, sio kama wengine hapa chuoni. Dorian, leo nimekufuatilia siku nzima. Wafanyakazi wengi wanafanya kazi kwa mshahara, lakini wewe unafanya kazi kwa moyo. Nimefundishwa kwamba ukipata nafasi, fanya haki. Hii ni allowance ya wiki yako ya kwanza, na kuanzia kesho utakuwa unasaidia pia kupokea stock. Usinifurahishe kwa maneno, nifurahishe kwa uaminifu. Angel, leo nimepata nafasi nzuri kazini. Nilitamani ungekuwa hapa tusherekee pamoja. Angel, unakumbuka yule jamaa? Aliniambia story ya ajabu, nilicheka mpaka nikaumwa. Kweli? Ndio, akasema aliona simba barabarani. Acha uongo. Nilimwambia aende hospitali ache utani. Subiri kidogo. Lakini hiyo sio mwisho, kwenye harusi alisahau pete. Acha, kweli. Huyo ni mtu wa kusahau. Dorian anaitazama simu yake. Dakika 1, dakika 5, dakika 10. Hakuna jibu. Anavuta pumzi ndefu. Anaweka simu mfukoni taratibu gizani. Karibuni, nilidhani leo msingefika. Tungekosekana kwa assignment tufukuze. Karibu. Asante. Sasa, tuangalie hii research. Tunaanza na database hii. Sawa. Na hii keyword? Ndiyo, hiyo itasaidia. Chuoni kuna jambo moja muhimu. Sio kila anayefaulu ndiye mwenye akili nyingi. Mwingine anafaulu kwa sababu ana watu wanaomsukuma. Hakuna ujumbe kutoka kwa Angel. Leo tumenusurika. Hostel yako iko upande gani? Upande wa mashariki. Basi twende, tutakusindikiza. Sawa. Dorian, nimezungumza na wakubwa. Kuanzia mwezi ujao utakubadilishia ratiba. Tutakupangia muda unaokuwezesha kuhudhuria lecture bila shida. Mmenifikiria kiasi hicho? Ukifanya kazi kwa uaminifu, watu wanapenda kukusaidia. Nitawafanyia kazi kwa moyo wangu wote.
Nimeona leo umekuwa kimya kuliko kawaida. Ni mambo ya maisha tu. Kuna wakati ukijaribu kubeba kila kitu peke yako unashia kuchoka. Asante. Najua si swali zuri, lakini kuna mtu anakusumbua mawazoni. Kuna mtu, lakini yuko mbali. Wakati mwingine umbali haui mahusiano. Kimya ndicho kinachoua. Leo nimepata nafasi nzuri kazini. Nilitamani ungekuwa hapa tusherekee pamoja. Sijui hata nianzie wapi.